nini kinatokea baada ya kifo? Nini kinatokea baada ya kifo? Ujumbe sio ujumbe kwa ajili ya kukutia hofu au kukuogopesha au kukutoa katika mji. Ujumbe unakuja kwa ajili ya kufahamu ukweli halisi wa mambo jinsi yalivyo, kwa sababu hata tusipotaka kusikia habari ya kifo, bado kifo kipo pale pale, bado kifo kipo pale, bado kifo kitatungojea tu, kwamba kuna siku moja tu kifo kitatukuta. Lakini ni swali ambalo tunapaswa kujiuliza ni kwamba, je, baada ya kufa nini kinatokea? Je, baada ya mtu kufa nini kinatokea? Tumezoea tu kuona ndugu zetu ambao wanatutangulia wakienda, lakini kinachoendelea ni kwamba baada tu ya mtu kufa tunabaki tu kuhuzunika na wengine kulia na kuomboleza, lakini watu wajui kwamba mtu akifa anaenda wapi. Hiyo ndio shida, kwa sababu mtu angekuwa anajua kwamba mtu anakufa anaenda wapi, huenda labda huyo mtu angefurahi sana au angelia sana, kwa sababu ya kwamba kuna maisha baada ya kufa, kuna maisha baada ya maisha haya, kuna maisha mengine yanayofuata baada ya kufa. Pindi tu pale ambao mtu anakufa anaanza safari ya maisha mengine. Sasa kule anakoenda kule kunakuwa na maisha, na maisha baada ya kufa ni kwamba kuna maisha ambayo mtu ataenda kuishi maisha ya furaha, lakini pia kuna maisha ambayo mtu ataenda kuishi maisha ya mateso, yaani maisha ya mateso. Sasa mtu angekuwa anajua labda huyu mtu ameenda mahali ambapo ameenda maisha yale ya kufurahi, basi asingekuwa na haja ya kulia wala kuhuzunika, basi angefurahi tu. Lakini pia mtu angekuwa anajua huyu mtu ameenda mahali pale pa maumivu, pa mateso, basi angelia zaidi vile ambavyo analia, kwa sababu sasa hivi analia tu kwa sababu huyu mtu ameondoka na hawezi kumuona tena. Ndicho ambacho kumfanya alie. Lakini angekuwa anajua kabisa huyu mtu ameenda wapi, ameenda labda huko mahali pa mateso, angekuwa anajua huko kwamba huyu mtu ameenda huko, huenda angelia zaidi ya pale anavyolia sasa hivi. Kwa hiyo leo utajifunza kwamba nini kinatokea baada ya kifo. Pale tu mtu akifa, pale tu mtu anapokufa, mtu sasa akifa inategemea anakufa katika hali gani, kwa sababu kuna wale ambao wanakufa nje ya Kristo, kuna wale ambao wanakufa nje ya Kristo, yaani inamaanisha wale ambao hawajaokoka, wale ambao wanakufa nje ya imani ya Yesu Kristo. Sasa wale watu kama wamesikia injili na wamehubiriwa wakawa hawajapokea hiyo neema na wakafa katika hali hiyo walio nayo, basi moja kwa moja wale watu wanazikwa, alafu kisha malaika ambao wanahusika kwa ajili ya kuwakusanya watu wafu kama hao wanawachukua wale malaika, wanawachukua na wapeleka mahali panapo wastahili. Lakini wale pia ambao wanakufa katika Kristo, yaani maana yake wale ambao wameamini Yesu Kristo na wakawa wanaishi katika njia ya Kristo, pia wale watu wale pia wakifa watachukuliwa, watapelekwa mahali panapostahili. Sasa Biblia inatumia lugha ya kwamba kuna watu ambao wanazikwa, lakini pia kuna watu ambao wanachukuliwa. Sasa naomba nikusomee kitabu cha Luka sura ya 16, nianzie kusoma mstari wa 19. Tuone habari ya hawa watu wawili ambao Kristo aliwatolea mfano, ya kwamba kulikuwa na mtu mmoja ambaye ni tajiri, lakini kuna mwingine ambaye alikuwa ni maskini, ambaye alikuwa anaitwa Lazaro. Hawa wote waliishi maisha hapa duniani, lakini pia baada ya kuishi maisha hapa duniani wakafa, na Kristo akajaribu kuonesha hali iliyoendelea baada ya watu kufa, yaani maana yake maisha aliyofuata, maisha mengine. Hapo sasa ndipo ambapo utaenda kujua kwamba nini kinatokea baada ya mtu kufa. Sasa naomba nikusomee kitabu cha Luka sura 16 mstari wa 19, nianze kusoma. Anasema akasema, huyu ni Bwana Yesu ambaye anasema akasema, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi za zambarau na kitani safi, na kula siku zote kwa anasa. Na maskini mmoja jina lake Lazaro huwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi, naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa magombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Hata mbwa wakaja wakamramba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani mwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Sasa naomba nirudie mstari vizuri. Anasema ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani mwa Ibrahimu. Akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Kwa hiyo hapa tunaona kwamba huyu maskini yeye ambaye ni Lazaro alipokufa hakuzikwa, lakini alichukuliwa na malaika mpaka kifuani mwa Ibrahimu. Maana yake alichukuliwa juu mpaka kifuani mwa Ibrahimu. Lakini sasa huyu tajiri naye alipokufa akazikwa ardhini, akazikwa. Sasa kuzikwa maana yake hii inatafsiri nini? Maana yake inatafsiria kwamba mtu ambaye anakufa nje ya imani au bila kuokoka, huyo mtu moja kwa moja anakuwa anazikwa
anapelekwa. Lakini mtu ambaye anakufa akiwa ndani ya Yesu Kristo, huyo mtu azikwi, anapelekwa, anachukuliwa, akifa tu anahamishwa, anachukuliwa, anapelekwa juu mahali pa furaha, ambapo ndipo kifuani mwa Ibrahim. Kwa hiyo sasa hapa tunapata kujua kwamba sasa kumbe mtu anapokufa anachukuliwa na malaika. Sasa malaika anaochukua watu, anawachukua wale ambao walikuwa wameokoka, wale ambao walikuwa ndani ya Yesu. Hao ndio ambao wanachukuliwa, wanapelekwa kifuani mwa Ibrahim, maana yake paradiso au peponi. Peponi ni mahali ambapo watakatifu ambao walikuwa wanaishi duniani wakafa, wanaenda kukaa huko, wanaenda kukaa mahali paraha sana, mahali ambapo kuna amani. Huko ndio paradiso. Huko atakaa kungojea siku ile ya parapanda, ambapo parapanda italia na kisha watafufuliwa na kurudia kuvaa miili yao, alafu kisha watajumuishwa na wale ambao watakuwa hai kipindi hicho, watavikwa miili ya utukufu, basi watanyakuliwa na kumlaki Bwana Yesu mbinguni na kwenda kule juu mbinguni katika karamu ya mwanakondoo, karamu ya Bwana Yesu. Lakini sasa wakati huo wengine walikuwa wamezikwa, wale ambao wamekufa nje ya Kristo, wale ambao walikuwa hawajapokea neema Yesu, wamekufa wakazikwa, wakapelekwa wapi? Wakapelekwa kuzimu, mahali ambapo panajulikana kama kuzimu. Huko kuzimu kuna mateso. Biblia inasema kwamba huyu tajiri alipokufa alizikwa, akashuka moja kwa moja huko kuzimu. Labda niendelee mstari wa 23, anasema basi kule kuzimu aliyainua macho yake. Huyu ni yule tajiri. Aliyainua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake, akalia akasema, baba Ibrahimu, nihurumie, mtume Lazaro achove nje ya kidole chake majini, au burudishe ulimi wangu, kwa sababu ninateswa katika moto huu. Kwa sasa huyu tajiri aliyainua macho yake akatazama juu, maana yake alikuwa chini, lakini kule juu aliona Ibrahimu, akaona na Lazaro kifuani mwa Ibrahimu. Kwa maana yake sasa inatafsiri kwamba kuzimu, kumbe alishuka kuzimu chini, na kumbe huyu Lazaro alichukuliwa huko juu, akapelekwa huko paradiso, huko juu. Kwa hiyo mtu anapokufa sasa, kama amekufa nje ya Kristo, azikwe yaendi chini, anachukuliwa juu. Lakini kama mtu amekufa nje ya Kristo, anazikwa, anashuka chini huko kuzimu, pa mahali pa mateso. Kama huyu tajiri alishuka mahali pa mateso, na akawa analilia huko, analilia angalau kidogo apate hata tone kidogo la maji, ambapo achomve hata ulimi wake, kwa sababu ulimi wake ulikuwa unamsumbua, ulikuwa unateseka sana. Labda alipokuwa duniani alikuwa anatumia ulimi vibaya, huenda alikuwa anatumia ulimi wake vibaya sana kwa maneno ya kiburi au kwa maneno mengine, maneno machafu. Kwa hiyo sasa akawa anateseka, akawa anapata shida sana katika ulimi wake, na akatamani kidogo hata maji kidogo. Sasa haya maji ambayo anatamani, tone la maji, alitamani tone kidogo la maji. Lakini haya maji ambayo anazungumziwa sio yale maji ya kawaida ambayo tunakunywa, kwa sababu kumbuka kwamba huyu mtu ameacha mwili ardhini, akashuka huko kuzimu, roho ndio ikashuka huko, na huko ndo akawa anatamani maji. Sasa kwa sababu roho haihitaji maji ya kawaida, roho haihitaji maji ambayo tunakunywa. Roho inahitaji maji gani? Yale maji ya uzima, yale maji ya rohoni, ambapo sasa Kristo alisema mahali fulani kwamba yote mwenye kiu na aje kwangu na anywe maji. Anasema kila anywe maji haya hataona kiu milele, alimwambia yule mwanamke Msamaria. Unaona? Kwa hiyo sasa hapa unaona huyu tajiri analilia yale maji, na tena anataka tutone kidogo. Na yale maji maana yake anamaanisha ile neema Yesu, ile neema wokovu, yale maji sasa ambayo Kristo alikuwa anapasa sauti na kusema kwamba kila mmoja aje kwangu na anywe hayo maji. Lakini huenda yeye akapuuzia, kwa sababu alikuwa anazima kiu yake kwa sababu ya utajiri wake, kwa sababu ya mambo aliyokuwa nayo. Alikuwa anazima kiu yake kwa sababu ya vitu alivyokuwa navyo. Alikuwa ana haja na yale maji ya Kristo. Alikuwa ana haja na wokovu, hana haja na kumhitaji Yesu. Alikuwa na hela, alikuwa na fedha, alikuwa na mali. Kwa hiyo sasa akazima kiu yake kwa mambo hayo, lakini hayo mambo hayakusaidia. Alikufa akaacha vyote, na akaenda kulilia neema ya Mungu, akaenda kulia tone kidogo, hata nafasi, alilia nafasi kidogo, at least apata hata dakika moja kurudi ulimwenguni na kuja kutengeneza maisha yake. Lakini hapa anasema mstari wa 25, Ibrahimu akasema, mwanangu, kumbuka kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako, Lazaro hivyo alipata mabaya, na sasa yeye yupo hapa anafarijiwa, na wewe unaumizwa. Na zaidi ya hayo, kati yetu sisi na ninyi kumewekwa shimo kubwa, ili wale watakao kutoka huku kwenda kwenu wasiweze, wala watu wa kwenu wasifuke kuja kwetu. Akasema, basi baba, nakuomba umtume nyumbani kwa baba yangu, kwa kuwa ninao ndugu 5, ili awashuhudie, wasije wao pia wakafika mahali hapa pa mateso. Ibrahimu akasema, wanao Musa na manabii, na wasikilize wao. Akasema, la, baba Ibrahimu, lakini kama akiwaendea mtu atokaye kwa wafu atatubu.
Mwambia wasipowasikia Musa na manabii hawatashawishwa, hata mtu akifufuka katika wafu, hata mtu akifuka katika wafu. Kwa leo hii kama usipoisikia injili hapa duniani ambao wanahubiriwa na watumishi wa kweli wa Mungu, usipoisikia kabisa hiyo injili na kutubu, hata mtu akitoka kuzimu, hata ukija kushuhudiwa ya kwamba jana nilienda kuzimu nikaona mateso nikafanyaje, kama tu isikii injili, naona ndugu yangu, fahamu kwamba kama tu isikii injili, maneno haya hawezi hata kushawishwa hata mtu akitoka kuzimu. Kwa hiyo huyu tajiri alitamani hata mtu atoke basi huko kuzimu aje huku duniani apate kuwashuhudia ndugu zake, awapate kuokoka, wasiende huko mahali pa mateso. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye hakupata nafasi. Hapa aliomba utajiri, aliomba sana, lakini maombi yake hayakuwa na majibu. Maombi yake yalikataliwa. Kwa hiyo leo hii wewe ambao umedanganywa kwamba kuna maombi ya kwenda kuhamisha wafu kutoka kuzimu kwenda mbinguni, hao maombi ndugu yangu hayapo. Hayo maombi usidanganyike kabisa. Kule hakuna nafasi nyingine ya pili ya kwenda kutoa mtu na kuokoa. Kule hakuna kuokoka tena ndugu yangu. Hapa anasema kwamba kumewekwa shimo kubwa kati yenu na ninyi, ili mtu asitoke huko asiende kule. Yaani hakuna mawasiliano kabisa kule. Yaani hakuna kabisa network ya kwamba watu wanawasiliana, wanaenda wanatoka wanaenda huko. Kule ni kwamba mtu akifa huko ndo atakaenda kulalia. Ndio maana anasema kitabu cha Mhubiri sura 11:3 pale anasema kwa mti ukianguka kuelekea kaskazini au kusini, paanguka hapo ule mti, hapo ndio patalala. Yaani anamaanisha kwamba mtu akifa upande kama ameangukia upande wa kuzimu ni huko, kama ameangukia upande wa paradiso ni huko. Naona tena anasema kitabu cha Ibrania sura 9:27 kwamba anasema mtu akifa, anasema mtu ameandikiwa kufa mara moja na baada ya kufa ni hukumu. Yaani hakuna nafasi nyingine ya kwenda kuokoka. Kwa hiyo usidanganywe kabisa na shetani na mahubiri ya mashetani. Naona nafasi ni leo hii, ngalipo bado tupo hai, ngalipo bado tunasikia injili, naona ngalipo bado tunachomwa na injili. Hii ndio nafasi ambayo Mungu anatupa. Usione kwamba unaendelea kuishi katika dhambi alafu wewe unaisikia injili hamna chochote kinachotokea. Ni kwamba sasa Mungu ni wa rehema, Mungu hataki ufe katika dhambi. Mungu hafurahi kufa kwake mtu mwovu. Yaani kwamba sasa Mungu anakuvumilia. Lakini sasa ukiendelea kushupaza shingo yako, ukafanya kabisa mwokoka mgungu, ukakataa kabisa, ukakataa kutubu dhambi, ukakataa kuokoka kabisa na kupokea wokovu wa kweli, ukaendelea kabisa na kufanya mambo mabaya, mambo machafu, uasherati, ulevi, usinzi, ukaaba, usengenyaji, kiburi, matusi. Naona unaendelea na mambo hayo kabisa. Naona unaendelea, utaki kuacha dunia, mavazi ya kikaaba, unavaa mwanamke maswali, unatembeza mwili wako uchi, unazini na watu wanaokutamani, unavaa vitobu vimini, unajipodoa kabisa, umebadilisha wasili wako, mapambo hayo ambayo umeweka, mahereni, mawigi na kila kitu ambao makucha bandia na marangi. Umekataa ndugu yangu, huko unakoenda Mungu anakurumia leo na anakulilia leo. Hataki ushuke huko kuzimu, kwa sababu kule kuna watu ambao wanaomba sana, kuna watu ambao wanatubu sana, kuna watu ambao wanatamani nafasi, wanatamani toni la maji kidogo, lakini kule hakuna neema tena, kule hakuna nafasi nyingine tena. Kule ni kwamba ndo huko kule utakaa kuzimu, utakuja kuvuliwa sasa. Ile siku kabisa utakuja kufuliwa, ambapo wafu wote ambao wakati ambapo sasa hukumu kabisa kiti cheupe, wafu watafuliwa ambao walikuwa huko kuzimu, wote watafuliwa na wataketishwa mbele ya kiti cha hukumu na watahukumiwa katika ile ziwa la moto. Wataenda sasa kuhukumiwa kabisa katika ziwa la moto. Kwa hiyo huko kuzimu ni kama sasa huko ni kama kifungoni. Yaani huko ni kama maabusu ambao watu wanakaa maabusu, wanasubiria siku ya kwenda kufungwa, kuhukumiwa kabisa moja kwa moja, kupelekwa jela kabisa. Kwa hiyo sasa hapa ndugu yangu, leo umefahamu kwamba mtu akifa anaenda wapi. Utakufa. Ukifa, usifikiria kwamba utakufa, usiogope kwamba utakufa, kwa sababu kufa utakufa tu. Angalia kwamba utakufa katika hali gani. Biblia inasema kwamba heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, ili wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa maana matendo yafuatana nao. Kitabu cha Ufunuo sura 14 anasema mstari wa 13. Kwa hiyo heri wafu wafao katika Bwana. Heri wewe ambao utakufa ndani ya Yesu Kristo. Yaani ninavyosema ndani ya Kristo maana yake ndani ya Yesu kabisa. Lakini ole wako ukifa nje ya Kristo, kwa sababu hakuna nafasi nyingine. Kwa leo hii umesikia injili, basi fanya matengenezo, muamini Yesu. Yesu bado anakupa nafasi, anakupenda. Basi Kristo anakuita leo, amua kuitikia wito, okoka leo, tafuta wokovu wa kweli, nenda kabatizwe katika ubatizo sahihi wa maji mengi na kwa jina la Yesu, na Kristo atakupa Roho Mtakatifu, atakupa Roho Mtakatifu ambaye atakusaidia uanze safari ya maisha mapya ndani ya Yesu na
ukifa utaenda mahali paraha sana. Kumbuka unaishi siku za mwisho, barabara imekaribia sana, Kristo amekaribia kurudi. Basi neema ya Mungu ikusaidie katika siku ya leo, katika maneno uliyosikia yakapate kukusaidia, yakapate kukuhamisha, kukutoa mahali ulipokuwa uende mahali unapostahili, na Kristo akubariki sana. Shalom.